Yes, watu wamekuwa wakiniuliza mambo, sijui mbinguni ulifikaje na nini. Sasa leo nataka nitoe detail kwa ufupi sana, lakini ukihitaji kwa undani zaidi na practical unaweza ukaniona, nikiwa na maana ya kwamba iko software maalum, na natumia Kiswahili cha kawaida ili niweze kueleweka. Iko software maalum katika ulimwengu wa kiroho ambayo kazi ya hiyo software ni kudetect mwanadamu mwenye sifa za kuingia katika ufalme wa mbinguni. Iko software maalum. Yaani ukikizi vigezo ina detect. Ngoja kwanza hapo unanifanya nijiulize maswali, kwa sababu mtu kuona vigezo vya kufika mbinguni, habari nyingi zimeelezwa katika Biblia. Kuna namna gani mtu anaweza kaenda mbinguni? Biblia ni mikro, ni kitu kidogo sana kiasi cha kwamba hakifai sisi kutumia tena. Yaani mimi kwa uelewa wangu Biblia ni kitu kidogo sana. Uelewa umeenda juu sana. Mimi natumia yule roho ambaye tuliambiwa atakuja atuelekeze kila kitu. Sasa ukiniambia nitumie tena Biblia, maana yake unanishusha. Sasa ukisema hivyo, kumbuka hata hawa wachungaji, mapadri hata wao wanadai wanatumia hizo roho. Sasa mbona wao roho zao zinaongoza kutumia Biblia? Basi kama wanatumia hiyo roho ambayo mimi naizungumza, iliyoshuka na kuingia ndani yangu nikapokea, na hata wengine ambao wameweza kushukiwa wakapokea, wangepaswa kutenda yale ambayo mimi nayatenda. Ni mchungaji gani umeshamsikia au umewahi kumuona nabii akitembea juu ya maji tofauti na mimi? Yupi ameweza kugeuza jiwe kuwa mkate? Utanikuta ni mimi. Kwa hiyo maana yake nini sasa? Wao wamebaki kwenye level ya kuamini, acha waendelee kuamini. Na wamebaki kwenye level ya kusema Mungu ajaribiwi, acha waendelee kusema hivyo. Mimi nitaendelea kufanya miujiza yangu kama kawaida. Sasa ambacho nilikuwa nakizungumza ni kwamba ili hizo software zikudetect unatakiwa kuwa na sifa fulani. Sifa zipi? Sifa ya kwanza ni jukumu la Mungu kutuumba sisi. Lazima ulitimize. Mungu hajatuumba sisi ili tumwabudu yeye. That's you have to know. Na iko hivyo. Hajaumba ili tumwabudu. Ndio maandiko yanasema hivyo kwamba Mungu hayo maandiko yanasema ametuumba sisi tuitawale dunia. Na ndio maana ukileta kwenye maandiko unanishusha. Unapunguza uwezo wa ile nguvu nilionayo kuzungumza. Kwa sababu nguvu ni beyond maandiko. Hata Kristo alisema baada ya kuwatrain wanafunzi wake kwa kipindi kirefu, akaona bado wanafunzi hawashiki chochote, akamwambia basi nitawaletea msaidizi atakayewaongoza. Kwa hiyo yule msaidizi ni zaidi ya maandiko. Unamaanisha kwamba zile training za Yesu na maandiko ambayo yalikuwepo kwa kipindi kile yalikuwa hayatoshi, havikuwa na maana yoyote, isipokuwa kile ambacho kilimuingia huyo Yesu akawa Kristo kilipaswa kuja kumuingia mtu yeyote ili afike level ya Kristo aweze kuyatenda mambo kama ambayo mimi nafanya. Kitu gani hicho ambacho kilimuingia Kristo ambacho kinaweza kumpa mtu uwezo? Kilimuingia Kristo wakati Yohana akifanya ubatizaji. Iko roho ambayo mnaita roho lakini ni nguvu, ilishuka na kuingia ndani ya Yesu, na ndio maana Yohana akamwambia mimi bana sistahili hata kushika damu ya kiatu chako. Sasa basi kwa sababu tayari Yesu amekuwa ni mkubwa na amebadilika jina, amekuwa Christ, amekuwa Kristo. Kwa maelezo yako nikuulize kwamba sasa mwanzo umezungumza kuhusu software ambayo inakupa chance ya kuingia mbinguni. Yes, sure. Sasa unaweza kutueleza ni software gani ambayo ninajaribu kutumia Kiswahili cha kawaida ili nieleweke. Umeona? Na Kiingereza cha kawaida. Kwa mantiki ya kwamba ukikizi jukumu la Mungu katika ulimwengu, ile software inakudetect na inakushukia, hiyo power inakushukia. Alafu inakupa uwezo wa kureach huko kunakoitwa mbinguni. Na ni jukumu lipi? Ni moja tu, kwamba sisi tumeumbwa tuitawale dunia. Sasa kuitawala dunia sio kwa namna ambavyo wewe umeweza kufikiria au watu wengine. Kuitawala dunia maana yake kila jambo katika dunia linatakiwa liwe chini yako wewe. Kwa maana ya kwamba huyo mnemwitaga sijui shetani, mapepo, majini, wale wote wanatakiwa wawe wadogo kwako, na wanapokuona wanatakiwa kusujudu kwa sababu mwana wa mfalme anapita. Lakini kama wale ukiwaona unawakemea, unawakimbia, maana yake ni kwamba wewe still bado ni weak. Sasa huwezi kupata ile software, huwezi ndo utamaduni, na sio utamaduni tu kwamba hata maandiko yameandika kwamba vile ni vitu tishio kwa maisha ya vitu tishio, kwa sababu dini yoyote ya Freemason lazima ikufundishe kumuogopa shetani. Dini yoyote ya Freemason lazima ikufundishe kumuogopa shetani. Kwa mantiki ya kwamba inakuonesha shetani ana nguvu kukushinda wewe. Lakini katika uhalisia ni kwamba wewe mwanadamu unayo nguvu endapo utajitambua zaidi ya majini, mapepo, shetani, magonjwa na kila kitu katika dunia. Unayo nguvu zaidi ya hivyo vitu. Kwa hiyo utakapoweza kuviongoza, maana yake unakuwa ni mkuu wa dunia na unakuwa umeweza kuitawala dunia. Hivyo mbingu zina detect kwamba tunaye mtu aliyefuzu mtihani wa Mungu wa kuitawala dunia. Ile software ya ule mfumo unakushukia. Ule mfumo ukikushukia ni ulimwengu kutoka juu, unakuchukua unakufanya wewe kuwa mtu wa juu.
Kwa hiyo unapokuwa umekushukia unakuwa uko juu kule mbinguni ukizungumza. Kwa mantiki ya kwamba mbinguni sio juu kwa namna ya hate. Uuliza watu waliosoma jiografia watakupa layers, unavyoenda juu unakutana na layers sijui nini layers sijui ya nini, ozone ni layer. Ukienda juu unaenda duniani. Si kama unaelewa. Yaani juu ni duniani. Mbinguni haiwezi kuwa juu hata siku moja. Na mbinguni ni system ambayo iko katika ulimwengu mzima ambayo unaweza ukaingia na kutoka. Kwa hiyo ukiingia kwenye system maana yake mwili hauwezi kuhusika. Ila ufahamu wako wote unakuwa kwenye ile system. Umeona? Na ukirudi duniani maana yake ufahamu unarudi duniani kama hapa. Si kama unaelewa. Kwa hiyo ziko software maalum kwa ajili ya kudetect watu walioweza kumudu kuitawala dunia kama mimi. Yes, unataka kuongea kitu? Okay. Yeah. Umezungumza kuhusu software ya kwenda mbinguni, si ndio? Yes. Je, hapa duniani kuna software ngapi zinazosababisha watu waende mbinguni, na je, hiyo software ambayo unaitumia wewe ni wewe tu uliyebahatika kwenda mbinguni kwa kutumia hiyo software au kuna wengine? Na kama wapo wengine wamefanyaje mpaka wengine wakaenda mbinguni kwa kutumia software yako? Okay, wako watu wengi sana wameweza kwenda kwa kutumia software ambayo tunaizungumzia. Wako watu wengi sana, sio mimi peke yangu. Na mimi sijapenda hiyo software inishukie mimi mwenyewe na inipeleke kule. Ningependa kila mmoja aweze kuipata. That's why na share logic ideas kama hizi. Kitu cha kwanza tunatakiwa tujifunze namna ya kutawala kila kitu katika dunia hii hapa. Kila kitu. Yaani yule shetani wanemkimbiaga ukimuona unatakiwa umkumbatie, umkalize na upige naye story kama alivyofanya Yesu kwenye milima, walishikana mikono wakawa wanaongea na wakaachana kwa usalama kabisa. Majini unatakiwa kuyaongoza kama alivyoongoza Kristo, akayaamuru yakaenda maeneo fulani. Ni vyema ungeweka wazi kwamba sasa ni namna gani watu wanaweza katenda hayo yote wakawa na uwezo wa kuwa juu ya hayo mapepo majini. Namna ya kuyatenda hayo yote, ni kutambua kwanza Mungu amejieleza kwa majina mengi katika maandiko yake. Amejiita Baba, amejiita Rafiki. Haya majina yote yanakuonesha ni mtu ambaye unaweza, yani ni nguvu ambayo unaweza kawa nayo muda wote. Si kama unaelewa? Sio tishio kwa mantiki ambayo watu wanajaribu kuzungumza katika makanisa. Ndio maana nimekwambia dini nyingi ni dini za mpinga Kristo. Lazima ukienda kwenye dini hizo utafundishwa kumwogopa Mungu na kumwogopa shetani. Wote wanakuwa ni maadui zako. Sasa Mungu au ile power, ile software haiwezi kushuka kwa mtu dhaifu. Na ndio maana kwenye umati wote wa kipindi kile miaka 2000 iliyopita ile nguvu ilishuka kwa Kristo. Tena kwa mpango maalum. Umeona? Kwa hiyo hivyo.